Karibu. Asante. Mbona macho zenyu zinakuwa na huzuni? Kuna nini? Na huzuni ya kuambia kuwa leo asubuhi bibi yenu alipoenda shambani, tulisikia sauti zikitoka huko shambani. Tulipokimbia huko shambani, nilimkuta bibi akiwa ameanguka chini na aliwa amefariki. Basi nilishangaa sana, sababu aliwa mtu ambaye alitusaidia sana kwenye hiki kijiji. Aliwa mtu wa maana sana kwenye hiki kijiji. Ndugu zangu, tumempoteza mtu wa maana sana. Njoo tuongozane mpaka kaburini. Dadangu. Mbona sikuelewi? Unielewe kivipi? Mbona unataka kuzungumza maneno ambayo sitakuelewa? Mambo ambayo unafanya mimi niliyapitia kabla hujazaliwa. Hata kama uliyapitia, najua mahali ambapo napeleka maisha yangu. Umenielewa? Mwanaume ambaye atakuoa anakutanisha nyumbani kwenu. Dada, please. Mambo simpigie kelele saa hizi. Sabuni, nimesahau sabuni. Ndugu yangu, Kuna nini? nakwambia pete. Nimeona pete zingi sana bafuni. Nimeziona pete. Mbona ueleweki? Nakwambia haki mimi nimeziona kabisa pete. Okay, twende. Mbona mimi siona hizo pete ambazo unazita? Zipo wapi? Hata mimi mwenyewe sielewi. Lakini nakwambia kweli hizo pete nimeziona hapa. Hii si maji. Mimi nakwambia niliziona kabisa pete nyingi sana ndugu wangu. Wewe huwezi kunielewa. Sasa, wewe pete zipo wapi? Mbona ueleweki mzee wangu? Bro. Yaani mimi nakwambia kabisa hapa nimechefukwa sana, yani nimechefukwa, huwezi amini. Sasa mimi ushauri wangu ndio huu. Wewe jaribu kupunguza bangi hata kwa wiki moja. Utaona utafauti. Bro, wewe huwezi Wewe njoga. Mzee wangu unaogopa nini? Mimi sitaoga. Njoge. Wewe unataka pete zinikute nani aoge? Mimi siwezi. Sasa njoo twende kazini. Maana umedai kuwa hutaoga tena. Wewe nenda tu. Maana najua saa hizi umeme anatusubiri. Mimi sina tena muda. Yaani nilichokiona kabisa leo, acha tu nipumzike. Yaani kwa leo hautatumika. Wewe nenda. Wewe nenda afu mimi nitanikuta hapa nikipumzika. Napumzika kidogo kwanza,
Mtulize moyo wangu. Oya sawa. Mimi naenda huko. Unajua saa hizi umeme anatusubiri. Oya. Oya, mimi nitakukuta Fanya kazi ndani hamna chochote. Oya sawa. Wewe mwanamke, salamu ni kitu cha maana. Ndio ulizie Shadow. Hivi ndio ulifunzwa na mamako? Ningekuwa na haja kwa salamu kumbe nimeshawasalimu. Mimi namuulizia Shadow tu. Basi kama unamuulizia Shadow, wewe umtafute. Unakuja hapa na kututania tania. Wewe unafikiria kwa sini, yani sini ni hali yako wewe. Oya mwanangu, muite basi. Mwanangu unataka kutuzingua hapa. Muda mwingine huwa na heshima. Mzee. Shadow. Shadow. Oya. Yaani mpaka saa hizi wewe unalala. Inakuwaje bwana? Shadow, mapenzi gani haya? Mimi nimechoka na mapenzi yako, ni bora kila mtu ende kivyake. Siku 3 napita angalau hujamjulia mtu hai. Inawezekana kweli? Mimi nimechoka na mapenzi yako, ni bora kila mtu ende kivyake. Sasa Neli. Yaani tuzalishana. Karibu ndani tuongee basi. Angalia watu wako hapa. Yaani aibu gani unataka kuniwekea? Basi ingia ndani kwanza tuongee, sio kuongea nje hapa. Imagine watu wakipita hapa, watu wanaangalia, unaniletea aibu. Neli, najua kwamba una hasira na mimi. Lakini mimi nitaomba msamaha. Maana nimekataa kujulia hali. Ya ukilinganisha sikupigii simu wala sikutumia ujumbe wote ule. Lakini Neli, unajua kabisa kwamba mimi nakupenda. Wewe ndio mwanamke unayeweza moyo wangu. Kuna muda mwingine unapaswa kuwa unaelewa mazingira yanayotokea. Neli, kama mimi nimekuwa kimya, unajua kuna vitu vingi ambavyo navifikiria juu yako. Maana sitamani hata siku moja uweze kuniomba kitu na nishindwe kukupatia kama mke wangu. Hata kama najua kwa unafikiria kwa ajili yangu. Ila ipasho siku 3 napita angalau hujamjulia mpenzi wako hali. Najua kwamba hautamani hata kuniona. Lakini Neli, mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nimekuandalia. Sema tu umekuja kwa muda mwafaka. Kuna bonge la zawadi nataka nikupe. Kikubwa tu ni wewe kuweza kuipokea na hiyo moyo wa upendo. Okay. Zawadi gani tena? Mimi na imani kwamba utaipenda. Kikubwa sana wewe ufunga macho. Tena wapi tena ni kwanja fumba macho? Wewe ufumba macho kwanza, alafu utakapofumba mimi nitakwambia fungua. Okay, nakala. Kweli? Basi fumba. Umefumba kweli? Kweli? Basi fungua macho. Hii kwa ajili yangu? Ndio. Aisha, nimefurahi sana. Kweli? Neli. Leo nimeamua kuonesha upendo wangu na kupenda kiasi gani kwenye moyo wangu. Pete hii nitakapokuvisha, ujue kwamba utakuwa uko na hisia zangu mahali popote pale utakapokuwa unatembea. Ningeomba mkono wako. Neli, wewe ndo mwanamke ambaye ardhini na mbinguni utakuwa nami daima. Nakupenda sana Neli. Nakupenda sana. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Okay, kwa hiyo inakuwaje? Nimefurahi sana. Kweli? Umelizika? Inakuwaje? Neli. Neli. Inakuwaje Neli? Neli. Wewe Neli. 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 Tipi! Neli. Tipi! Tipi! Kuna nini? Njoo! Neli.
Neli. Neli. Neli, usinifanyie hivyo tafadhali. Neli. Neli, amka Neli, Neli. Neli. Vipi wewe nakuita bana, njoo. Neli. Subiri tunakuja. Masela unazingua, njoo nakwambia njoo. Unafanya nini huko? Neli. 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 Mzangu. Kuna nini? Neli, Neli. Neli. Unafanya nini? Hapana, mimi sijafanya chochote. Shadow. Umeua. Nini? Hapana, mimi sijaua. Neli. 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 Shadow. Neli, amka Neli. Neli. Wewe Shadow. Ni mchongo gani hii ambao unatufanyia? Wewe ulikuwa umemuua mtoto wa watu? Ina maana wewe ulimbembeza kumwingiza au ndio uweze kumuua, si ndio? Sikiza nikwambie. Mimi sijaua. Nakwambia sijaua. Mtu anasema hujaua, muamshe. Muamshe kama hujamuua. Neli, usinifanye. Neli, amka. Shadow. Neli, amka. Wewe nimekwambia kuwa umeua huyu mwanamke na nilikuwa nimekukataza kwa kutembea na watoto wadogo wadogo kama huyu. Unaona huyu hivyo unajua kwa unazingua wewe. Pengine utakuwa umenyonga huyu mwanamke. Mimi ni mnyonge wapi bro? Nikalao unajua kuwa kazi yetu hatuui, sisi tunawakaba watu wao. Mnisikilize. Unanizingua mwanangu wewe. Sikiliza iko. Nisikize niwaambie. Huyu mwanamke amekuja, amekuja kama alivyokuja. Wakati alivyoingia hapa, unaona alivyokuja. Kwa hiyo ile pete nikaamua nimvishe. Ndio nilivyomvisha hiyo pete, hapo akashika kichwa, alivyoshika kichwa ndo akakaa hapo na kuanguka. Mimi sijaua, nawaambia mimi sijaua. Yaani mimi sijaua. Nikwambie. Huyu mwanamke amekuja na alikuwa na hali yake ambayo ipo vizuri sana. Ndio mimi nashangaa. Na mimi nashangaa niangukaje hapa, lakini mimi nawapia mimi sijaua. Yaani sijaua ndugu zangu, sijaua. Tufanye nini? Unajua mtoto anazingua kabisa. Basi cha kunisaidia. Nyinyi nisaidieni. Tujue tunasolve hili tatizo kivipi. Yaani mimi nawaomba mnisaidie. Sasa tufanye nini? Mimi nimefikiria. Pengine tuende kwao. Yes, twende nyumbani kwao tuambie kuwa amefariki. Kwao? Wewe unaweza kufika kwa watu na umwambie kuwa umeua mtu? Mnataka kuniuza ndugu zangu? Yaani mimi niende nyumbani kwao, si wataniua. Nitauziaje hela ndugu yangu? Yaani okay, kwao mimi. Bas. Never. Kuna plani ambayo nimeifikiria. Tufanye hivi. Okay. Pete yangu. Pete yangu. Pete yangu. Nahisi dunia imeniangukia, naanza kulia, imenielemea, yote napitia ni hatima, imepangwa na Mungu. Pete imeibiwa. Pete imeibiwa. Nadhani kwamba tutakuwa tumemaliza kufanya tukio, ila nilikuwa na vitu vitatu ambavyo ningependa niweze kuambia kabla hatujatoka hapa. Kitu cha kwanza, msisahau kwamba hii shamba sio shamba langu, ni shamba ya wazazi wangu. Wamenipa tu, yani niangalie mazingira yayo, kusema kuwa ni ichunge kifupi. Yani kwa hii tukio ambayo tumeweza kulifanya hapa, iwe siri yetu sisi watatu. Yani kusiwahi kuwa hata mtu mmoja ambaye ataweza kujua hili, kwa sababu mimi hapa kwenye kijiji wananijua kwamba mimi ni mstaarabu, na heshima zangu hapa, kasoro biashara ndio sina. Na kitu cha tatu kuhusu dili, basi naomba mngenichekia kidogo nijaribu kusafari. Tuseme kwamba hiyo jana wakati mliweza kufika hapo nyumbani kwetu, yani niliweza kuwaonea huruma sana wakati mlikuwa na hiyo mzigo wenu. Na tena nyinyi ni vijana kama mimi hapa, ndio maana tu nitaamua kuwasaidia hivi. Kitu kingine,
mimi nawashukuru sana nyinyi wote, maana mimi ndo mhusika wa ile tukio, na hakika nimefurahi kwa kile mlichonionyesha. Sawa. Maana msingeweza kunisaidia, sidhani kama ningekuwa tena nina hamu ya kuishi kwenye dunia. Lakini Umeme nashukuru, ndugu yangu pia nashukuru kwa kuweza kunisaidia kunipa hata kiwanja ili mradi hili dili niweze kulimaliza. Yeah. Nashukuru sana. Yaani nashukuru sana. Sawa, useme mbali basi. Nichikie. Yaani asante. Yeah. Asante pia. Sawa. Tunashukuru sana. Tunaweza kuondoka, au sio? Ndio. Ndugu zangu, yaani kabisa mimi niseme tu asante kwa hiyo kazi tuliyoenda kuifanya pamoja na nyinyi. Yaani siku 3 hizo zilizopita hapa nyuma, nimejikuta moyo wangu umetulia kwa ile kazi mlionisaidia. Maana sijui ningekuwa wanani mimi. Kabisa tumepokea hiyo asante yako, lakini kwa ukijua kuwa sio kila siku, na kama tumeweza kukusaidia ikitokea ingine jambo kama na hele kabisa mimi siwezi, maana kabisa nimefanya, maana wewe ni rafiki yangu, lakini singeenda huko. Ukae ukijua hilo. Na kitu kingine ujue kuwa kazi yetu sio kuwa watu. Hata kama sisi ni waoni, lakini kuwa watu hiyo bado. Jaribu kurekebisha hiyo tabia ya kutembea na watoto wadogo wadogo hivyo. Ndugu zangu, mimi nimewaelewa sana na nimesikia shauri yenu, lakini nawahakikishia kwamba hili tatizo, yaani kuanza sasa mimi na hilo tatizo, basi yaani naanza ukurasa mpya wa maisha yangu. Yaani kuhusu kutembea na watoto wadogo, watoto hawa wadogo wa sijui wadogo hao. Yaani kabisa mimi naacha. Yaani kilicho kikubwa sana hapa ni kupanga michongo na sisi. Michongo na sisi, michongo nayo, naelewa? Hapo sawa. Ya, ndio kitu. Asante sana. Yaani nawashukuru sana. Acha tuingie kwanza maskani hapa. Tukimaliza na hakikisha nitawaletea zawadi. Ninyi wenyewe mtaamini. Hapo kabisa, hapo sawa. Hapa napiga kazi kwa ajili yenu. Leo napiga kazi kwa ajili yenu. Ili mradi na mimi nijue kwamba naweza. Shadow, mnaogopa kwa nini? Msiogope. Nimekuja kukupa taarifa. Kotu ananitafuta. Ndugu zangu wanateseka kwa ajili yangu. Na atuma nyumbani kwetu. Muende mkawaambia kuwa nyinyi ndio mliniua na mapeleke mahali ambapo mlinizika. Msipofanya hivyo mtanitambua. Dada. Ndio mara moja. Sasa hivi hujaamuka. Lakini unajua kuwa tunamtafuta dada yako. Na wiki 3 hii imeisha kabla hatujawahi kumpata. Sasa sasa ungekuwa ushaandaa chai ili tuinywe ile tuende kumtafuta jameni. Mungu anakuja kuandaa. Okay, sawa. Na mimi naenda dukani kwenda kununua mkate na sukari ili angalau. Habari yako? Safi kabisa. Uko salama? Haya, asante.
Karibu kwetu. Haya, asante. Hali ambapo mnatokea mpo sawa? Tuko poa kabisa, tuko poa. Dada, ni kweli sisi ni wageni hapa na ni mara yetu ya kwanza kufika hapa. Kwa hiyo usiwe kama unashangaa sana kutuona au usiwe kama unaogopa kitu fulani. Uko peke yako? Hapana, siko peke yangu. Hata hivyo sawa, hakuna tatizo. Ila sisi tumekuja tuwaone tu. Mbona siwafahamu? Kaa nyinyi ni wageni katika hii mtaa. Ni kweli sisi ni wageni hapa. Lakini ni vizuri kwa sababu umefika, na ndio hivyo tulikuwa tukiongea na dada hapa na alikuwa ametuambia kwamba umetoka kidogo. Kwa hiyo sisi kama umetuona hapa, sisi ni watu wa mazingira. Yaani sisi ni watu wa mazingira, tunapita nyumba kwa nyumba ili kuangalia mazingira ya viwanja, afya za watu, vitu kama na vile. Kwa hiyo tulikuwa tumejaribu kukagua na tulikuwa tumeona kabisa mnajikaza sana. Mnajikaza sana, na kama wenzangu hapa wameona tayari, yani kabisa mnajikaza sana. Ndio. Na umedai kuwa mnazunguka nyumba kwa nyumba. Ndio. Okay. Lakini tulikuwa watatu hapa. Lakini mdogo wetu mmoja hayupo. Na ni msichana. Ukikaa tatu hii tumeweza kumtafuta ila hatujawahi kufanikiwa kumpata. Pole sana. Pole sana kabisa. Na hata hivyo sisi tulivyosema ni watu wa mazingira, na ungekuwa kuna uwezekano tungewasaidia, lakini sema tu kazi yetu ni kukagua basi. Kwa hiyo tunaweza kuondoka, maana tumeangalia mazingira na tutaenda kuandika kwenye buku letu na tutakuwa tumemaliza nyinyi. Lakini si unadai kwa nyinyi ni watu, yaani watu wa serikali? Sisi ni watu tunaangalia mazingira na afya ya binadamu. Ningehitaji usaidizi wenu ili uweze kusaidia kutafuta dada yetu, maana umeniambia kuwa mnazunguka nyumba kwa nyumba. Pengine hiyo kuzunguka unaweza kunisaidia tukampata dada wangu. Yaani kuhusu hilo sisi kabisa hatuwezi kukusaidia, lakini tutajaribu kujitahidi pamoja na ndugu zangu hapa. Tukifanikiwa tunaweza kuja kuwaambia. Sawa? Lakini ungenisaidia tu. Bro, sisi msaada wetu tukimuona tutakuja kuwataarifu, lakini kazi iliyotuleta hapa tumemaliza. Kwa hiyo kwaheri. Okay, sawa. Vanessa, huzuni wa nini? Kaka, ina maana umesahau vyote ambavyo tumevipitia nyuma kweli? Ndio maana unakuja kuniuliza huzuni ya nini? Vanessa, najua, lakini haitakiwi uwe hivyo. Kaka, mimi ninavyoona kabisa hunijali. Huoni vitu ninavyovipitia, ndio maana unapata hata muda wa kwenda shambani. Mwenzako hapa anateseka.
Hapana Vanessa, usizungumze hivyo. Sikwenda shambani kwa matako yangu. Elewa kwamba nienda shambani kwa matako yetu si wote. Hapana kaka. Sasa ningekataa kwenda shambani tungekula nini hapa? Sasa mimi naona niko mwenyewe, niache. Na nikiendelea kubaki huku sitapata chochote. Ni bora nirudi mjini angalau nipate chochote. Vanessa, kuwa mwelewa na kuomba. Hata tutaenda kwa kesho. Niache na mambo yangu. Mimi nitafanya mambo yangu mwenyewe. Sababu naona huku niko mwenyewe. Mimi narudi mjini, tutaonana. Vanessa. Wewe Vanessa. Wewe Vanessa.